Naam. Kwenye moja na mbili leo nimemtokezea bwana Elia ambaye ni mchambuzi mzuri sana wa mpira kwenye kisima cha uzima. Nikasema nipige story naye mbili tatu. Bwana Elia, mambo vipi? Safi ndugu yangu. Mambo yasemaje? Tunashukuru Mungu tuko salama sana. Naam. Unajua wewe ni mmoja wa wachambuzi wazuri sana wa mpira. Naam. Tofauti na mimi mpira bwana kichwani hamna kitu. Nafaidiki tu kusikia nyewe mnachambua vile sijui nani kashika mpira kaenda hapa karudi kaenda hapa, lakini mimi binafsi kwangu changamoto. Sahihi. Uliwezaje yani uliwezaje kuangalia mpira mpaka ukaweza kuchambua namna ile na kuwajua wachezaji wote? Unajua mnawajua wachezaji wengi sana nyinyi. Sahihi. Uliwezaje? Unajua kila kitu bana ni mapenzi. Ukikipenda kitu always utakuwa na ujuzi nacho. Mimi na imani wewe ni mwimbaji. Yaani kila sekta, kila wimbo nadhani unaujua. Wimbo unaotoka nini unaweza kuchambua vizuri, kuongelea mambo ya sauti. Lakini bwana mimi mambo ya sauti siwezi. Kitu ambacho nakipenda zaidi ni soka, kwa sababu mimi nimekulia mazingira ambayo ya mpira. Nakumbuka nilikuwa nasumbuana sana mzee wangu katika masuala ya mpira. Unatoka nyumbani saa asubuhi, unarudi saa 8 ya mchana muda wa kula. Hapo huko vumbi tu kwa sababu ya mpira. So ni mapenzi tu. Hivi ni kwa nini wazazi wa Kitanzania huwa wanapingana sana na vitu ambavyo tunakuwa tunavifanya kati dogo? Mfano mimi nilikuwa napenda muziki kati mdogo. Wazazi walikuwa wananipiga vita sana. Utasikia hamna vile kupotezea tu muda. Wewe unafikiri labda kuna sababu gani nyingine ambayo inatufanya wazazi wao wanatukatalia sana kuwa hivyo? Tofauti na wenzetu, unajua nimejaribu kufuatilia nchi za wenzetu. Yaani mtoto toka mdogo akishamuona ni mtundu sana anaanza kumkadiria, huyu fundi umeme huyu. Anaanza kumweka. Na kule wenzetu kule wanachukua watoto kama wana miaka mitatu, mimi wanapeleka katika academy za mpira. Kwa hiyo unaweza kuona wao wako juu sana. Lakini mimi nadhani kitu ambacho wazazi mara nyingi wanakiepuka zaidi, mimi nadhani unajua wazazi wanakuaga na interest zao sana kwa watoto wao. Waona kabisa katika mwanangu huyu anataka afike sehemu fulani, maybe katika masomo. Kwa anataka mwanae muda wote hao anasoma tu. Lakini wanasahau kitu kimoja, kwamba akili sometimes inahitaji kupumzika kidogo. Wewe kama unasoma muda wote. So sometimes ni sehemu ya kupumzisha akili na kujifurahisha mwenyewe. Wow. Mimi bwana nina channel yangu ya simulizi. Vipi, umefuatilia simulizi zile? Nimefuatilia. Umepata kitu gani kwenye simulizi? Maana sijaona ukiongelea jambo lolote kwenye hizo simulizi. Maana moja ya simulizi inafuata itakuhusu wewe. Ongea, lakini mnafanya kitu kizuri sana. Nikasema nijue mchambuzi wangu wa kisima cha uzima amejifunza nini kwenye hizo simulizi. Maana tuna simulizi moja inaitwa kijiji cha wachawi. Lakini pia tuna simulizi ya laana ya mama. Yule kijana aliyemsemea mama maneno makali, mama katamka neno gumu. Nikasema nimuulize Elia